civil society so that I can listen to them and understand the issues that are affecting the women of Kenya and the children of Kenya. Kwa hivyo hii si mkutano ya siasa, hii ni mkutano ya public participation ambayo mimi kama mjumbe ninapewa nguvu na katiba ya Kenya kufanya, ili nisikize wale watu ambao wananichagua na wale watu ambao ninasimamia katika bunge la taifa. Na kwa sababu nilifukuzwa bunge la taifa, kwa hivyo sasa kazi yangu lazima nirudi kwa wale ambao wananiamini huku ground, niwasikize vile wanasema. Wamama hoi. Wamama hoi. Leo niko na watu wangu kutoka Githunguri hapa, niko na watu wa Kiambu County, niko na watu wa Nairobi, niko na watu wa Kisii, watu wa Homa Bay, watu wa Busia, watu wa Machakos, watu wa Trans Nzoia, watu wa Turkana. Kenya yote iko hapa. Kenya hoi. Na nimeita representation of women leaders from various counties in Kenya so that they can tell me what they think about the status of women rights and children in Kenya in line with the Kenyan constitution. Na kwa sababu nimewaita waniongeleshe, nataka kwanza tuwasikize alafu tutafanya summary. Na kwa sababu niko na sherehe nyingine ninaenda kama mjumbe, naomba ukipatiwa nafasi utuambie yako kwa dakika 3, alafu tufanye summary, tufanye petition kwa serikali ya Kenya, kwa sababu Kenya yetu ni Kenya ambayo inaongozwa na demokrasia. Nataka kwanza kuita my sister Madam Ang kutoka Mathare akuje aongee on behalf of the women of Mathare, the women of informal sector. Asante. Thank you very much, Mheshimiwa, and to the media and the esteemed women of this nation. Good morning. I stand here a very annoyed mother, a mother that is very upset about the things that have been happening in my Mahio. It is showing the picture of a decayed society, a society that has lost its morals. When we have small children being traded for sex. Why? Because there is no room for them. There is no room for them to go to school because the capitation money has delayed, because there is no particular place for them to have a haven for. So, to me, as a mother, when I stand here and somebody is trading our children deep here in our own country, and there is the political and security apparatus that should be looked into such things, and there's nothing that has been done. People, all the way, BBC is the one that is putting this thing into limelight, when we're expecting you, Mheshimiwa and Yukuu, to be telling us, especially the women in Bunge, to come and tell us, what are you saying about this thing? What have you put in place? What are the measures? What are the perimeters about the whole issue? It is really alarming. It is really dismaying. And some of these kids, some of those small girls around 9 years, maybe they're having their periods, and they're doing some of these things because they need to buy the pads which cannot be afforded by a common mtoto from kutoka mashinani. So to me, I want to condemn that act with all terms possible, and I'm praying and I'm requesting and I'm also demanding that justice be done to all children and justice be done to anybody that has participated in such an evil act. Thank you. Ma'am, yes, yo. Acha tusikie sasa the Gen Z. Where are you? Where are the Gen Zs? You know, nilifukuzwa bunge wakati niliuliza swali ya nani aliua wamama wetu kule Kware. Wamama wetu waliuawa, tukaonyeshwa mili ikitolewa kwa dam site kule Kware dam site, Embakasi North constituency, Embakasi South. Na niliuliza hiyo swali bunge, even when the parliamentary procedures did not want me to ask that question. The first time when I went to table office, and I want to speak the truth here, wakati nilienda table office kuenda kusema nataka kuandika hiyo swali, the people I found in the table office waliniambia maswali ya CS ambayo anafaa aulizwe ni 6, na yangu ilikuwa imepita 6. Nikaambiwa haitawekwa kwa order paper. Na nilizusha sana huko table office. Nikawauliza, does it mean women issues are not a priority? Inawekwa after the 6th question. Na nikasema liwe liwalo, lazima swali langu liwekwe kwa order paper. Waliweka hiyo swali kwa order paper bila kunipigia simu kuverify na kuclarify whether that is the right question I wanted to ask. I only saw it in the order paper.
kwa sababu walikuwa wanataka kunipata when I'm not ready or when I'm not even in parliament, because unajua sometimes huwa tunaenda mashinani. But when I got the opportunity to ask that question, there were so many people who are uncomfortable with that question. Why are you getting uncomfortable when we are asking the right questions? Who killed our women? Akawaweka kwa dump site. 1 year down the line, hakuna mtu ametuambia hawa mama walikuwa wangapi. Sisi tunajua walikuwa 42. Murkomen wakati alinikasirisha akitudanganya alisema walikuwa 5. Walikuwa 5. Sasa huyo alikuwa huko Embakasi dump site, nataka atuambie vile yeye anajua. Na lazima tuambiwe 42 women walikuwa akina nani, waliuawa na nani. Ni hivyo mama? Viva wananchi, viva. Mama asifiwe. Mama asifiwe. Kwa majina naitwa Gladys Wamboi, nimetoka Kayole Community Justice Center, napigania haki za kibinadamu, na ndio maana nilikuwa kwa forefront kwa hiyo kesi ya Kware kutry find out ni women wangapi walikuwa huko, nani hizo bodies zilikuwa za kina nani, and for sure I was there. Hizo body parts tuliona most zilikuwa za women. Tuliona mikono za women, tuliona vichwa zilikuwa za women, and they were not 5 women. Na they were around 42, but for sure we cannot tell ni 42 because si walifunga process kabla kuendelea ku expose more. So atujui tuliacha wangapi hapo, but tulikuwa roughly na around 42 bodies za women. Na ndio maana mimi nimekuja hapa kuongelea issue ya femicide, kwa sababu hiyo ni issue yenye inatu affect kama women. Tunauliwa right, left and center. Ama wamama hatuliwi kila mahali. Kayole tumedocument a few cases za femicide. Pipeline pia tulidocument a few cases ya femicide. And sisi tunataka kujua, kwani wanawake hawafai kuishi ama hawana uhuru wa kuishi? Si tuko na uhuru wa kuishi? Na tuko na right. Kwa protest za femicide, tulienda kwa protest za femicide. Mimi nilipigwa nyahunyo 2 jua kwenda kusema tuache kuuliwa kama wamama. You can imagine vile tumenyimwa haki, ati hata hatuwezi toka kama wamama tuungane tuseme tumeuliwa sana, na sasa tunataka gava ifanye something about it, na tunataka justice kwa hao around 40 women tunajua walikuwa Kware. Tumesikia any case yenye imeenda mbele? Have you found any justice? So sisi tuko hapa ku demand for justice na kusema down with femicide. Hatutaki kuendelea kugandamizwa kama wamama, na tunakatana na femicide. And above all that, tunataka justice kwa the women wenye wa Kware and other women wenye wanaendelea kuuliwa kwa manyumba, kwa mahospitali na kwa community. Viva! Viva! Thank you, Gen Z. I am liking